Binadamu bwana hawana jema, kuishi kwa akili kuwavumilia. Pese ya lawama kusemana, yote ni changamoto hivyo tambua. Kigombana muweke kando kipuzia, haina maana kugombana kajutia. Tunaishi nao japo changamoto, tunaishi nao. Kijana Mungu nzuri kimenuka mtaani. Mtu kuangalia. Wewe taksi yako. Umevurugwa nini? Wewe vipi? Kila siku mnaangalia nyinyi tu. Kila siku mnaangalia. Kwani mimi nikiangalia kuna shida gani? Unaona wale umeenda kuchukua ili uangalie wewe. Uangalie kwa babako. Kwenu. Mbona kujitawala wewe? Panakuhusu unaubia napo. Unakushindana na sisi? Ha? Unakushindana na sisi? Ile siku teshi. Wewe ni nani wewe mtoto mdogo? Mimi niko timu yenu kwa hiyo. Ngangu umempatia. Kwanza. Nzuri tuweke. Nikakiangalia kwa ukamwangalia na wewe. Wewe kaa. Ulikuwa shoga yangu. Wewe unamuogopa? Mimi naogopa anakukuza nje angalie. Movie yake na naangalia. Akipo ndo ametoka. Ndio. Haya, sasa. Open. Vipi? Kupumzika mwanzo. Haki leo mzunguko mjini huko kwa mkubwa sana. Haya, asante. Baba. Mimi kwa shida. Shaza kale. Na tutoke na dada kesho. Nijua tu mimi. Ndio uliniambia mimi nina shida baba, sijui nina shida, nilijua tu. Kale nataka hela. Unaenda? Sembea. Basi sawa, kama ni kesho nitapata simu. Hata laki moja zinatosha kwa wiki? Sawa. Dadi, mimi nataka kwenda. Unataka kwenda? Sunda nao. Wewe vipi wewe? Dada zako hawa wasichana wanaenda kwenye safari yao, wewe unataka kuongozana nao, wewe vipi? Baba Wewe mtu wa kiume. Baba. Haya mama, haya. Wewe unataka uchague vitu vya kuomba. Ungeniambia baba mimi sina mpira, niulie mpira uniletee, ningekuelewa. Baba mimi nataka gloves nikajifundishe ngumi. Baba niulie gii nikajifundishe karate, ningekujua wewe mtoto wa kiume. Leo unaleta tamaa. Basi bado utanipa pesa yangu. Acha tamaa wewe mtoto wa kiume. Basi utanipa pesa.
thamani yake. Kuna kazi kupata nyimbo kamili. Shida. Mapenzi yana thamani yake. Kaka. Mambo vipi? Safi, mambo vipi? Safi. Ushanisalimia mara ya kwanza. Ushanielewa vizuri sijui. Wewe sasa unatakiwa uzungumze. Nini? Kwa sababu ushanipotezea melodi zangu unajua. Nilikuwa na melodi zangu mimi. Zishapotea. Mimi hapa kaka naitwa Story. Mimi hapa. Nimetoka kijijini. Kumbe nimekuja hapa kwenye jiji kuja kumtafuta mama yangu mzazi. Labda nani alikwambiaga kwamba mimi nahusika na watu waliopotea? Yaani mimi najua wapo waliopotea, wamepotelea wapi? Nani alikwambia hivyo swala? Mimi nahusika vipi hapa? Yaani mimi kule nilipotoka kule kijijini na ni babu aliniambia nikifika tu katika jiji la Dar es Salaam mtu yote ambaye nitakayekutana naye nijitahidi kujaribu kumuuliza, na hii hapa ndio namba ya mamangu. Nini? Hii hapa ndio picha yake. Hii ndio picha yake. Sasa labda nikusaidie kitu kimoja. Kutoka na hii picha nilipoiona. Sipo naelewa vizuri. Mdomo unaonekana kafanana na msanii mmoja wa Tanzania. Sasa labda nikushauri tu kitu kimoja. Kutokana kuna midomo nayo inafanana, inawezekana kawa ndugu kati ya huyo msanii na huyo mama yako. Basi hebu mfuate huyo msanii, nenda kamwambia bana mimi mama yangu namtafuta. Na kingine bali nikwambie ukishindwa huko, basi nenda hata msikitini. Msikitini unatangaza namtafuta mama yangu utampata. Sawa? Nenda kwenye television hizi. Bana mama yangu namtafuta utampata. Sasa mimi ukinipata mimi mtu wa nyumbani huku, nitakusaidia vipi? Ili jiji baba, mpigie simu. Simu ndio vizuri. Sawa. Tusisumbuane. Mapenzi yana thamani yake. Wala unamalizia unanipiga kelele wewe usikii mimi najuaje? Ngo neno la mwisho. Mbona kila siku mama? Dada zangu, mmeniletea zawadi. Wewe. Dada yako na? Nyota. Hebu nielekeze. Udugu vipi bwana? Maana mimi nakujua tuko wawili tu hivi. Wewe wapi mmoja kati? Mbona sikujui kama ndugu yangu? Akija mama anasema. Wewe una mama wewe? Sasa mama tunamuogopa. Yule chizi aliokotwa. Sasa nikwambie, mama yangu hapa kasaidiwa tu. Kiumala yake ndio kapatikana wewe huko, lakini sio ndugu yetu. Kwanza baba kasingiziwa. Tunajuaje kama huko ulikotoka kutoka na mimba? Na tabia kuzile sile zako usikome. Mwanzo na mwisho. Paka Abdul wewe. Hiyo TV unaangalia. Tutakusikia na hapa tembeni huko. Umesikia? Tazama mkubwa mwenyewe ameshasema. Uko baba? Naelewa. Usishobokee watu. Vipi kaka, mbona unalia? Umepigwa? Umeibiwa? Kuna nini? Hakuna mwanadamu ambaye sipenda furaha kwa maisha. Hata leo maisha unahitaji furaha na amani ya milele katika maisha yako, lakini maisha yangu leo hii yamekuwa hayana thamani mbele ya macho ya watu. Maisha yangu leo hii yamekuwa hayana thamani yoyote mbele ya macho ya wanadamu. Mimi ni nani? Na kwa nini thamani yangu haionekani? Usilie.
au ni matatizo ya kawaida? Mimi hapo naponiona nimetoka shamba. Na huu ndio mzigo ambao nimetoka nao huko kijijini kwetu. Nimekuja katika mji kuja kutafuta mama yangu. Katika maisha kutafuta, katika kumtafuta huku na kule. Bahati nzuri nikafanikiwa kumuona mama yangu. Cha ajabu nilipompata na kumwambia mama, mimi ni mwanao, sawa? Mama, mimi ni mwanao. Mama, mimi ndio kitoi mama. Lakini mama yangu alinikataa. Mama alinikataa katakata. Nakuniambia mimi sio mtoto wake. Kwa nini watu wengine wana maisha mazuri? Wote wanamiliki nyumba nzuri. Wote wanamiliki magari mengi. Usifike huko. Lakini wanatamani watoto wao. Watu wengine hawana watoto, wanatafuta watoto. Nani ni mama yangu kama mimi sio mwanae? Nani ni mama yangu? Au matatizo ni kawaida. Kuna maisha magumu sana. Hapo unaponiona sina sehemu ya kuishi katika mji mkubwa huo, lakini sina ndugu yoyote, sawa? Sina sehemu yoyote labda naweza nikapata riziki mimi. Sina mtu yoyote wa kuweza kuathiri maisha yangu. Mimi nitakusaidia. Mbona hiyo? Tatizo. Unajua ni vigumu sana kumkuta kijana kama wewe amekaa maeneo kama haya analia. Ndio maana nimeguswa kidogo kutaka kujua na historia yake. Kama inawezekana naomba nieleze ili hata niweze kukushauri. Ndio baba. Maisha kuna watu wengine wanapita. Fikra zangu na mawazo yangu yalikuwa yanazamia tofauti. Mimi nikuja huko kwenye mjini kutafuta mama yangu. Amepotea? Hapana. Katika maisha kutafuta nilifanikiwa kumuona. Ila cha ajabu na kushangaza mama alinikataa. Kataa? Kuna nani kama mtoto wake, kisa kichache akiwezi kuzaa mtoto kama mimi. Ni kitu ambacho ni muhimu sana kwa sababu pia baba. Hivi wewe una uhakika kweli mama? Nina uhakika kabisa, na uhakika kabisa mia baba. Na mimi hapa ndio mtoto wake na hizo kitoi mimi. Mimi ndio kitoi. Na wewe hapo ni mwanangu. Sile. Inabidi ujue. Una uhakika mmako? Yangu mimi. Na maisha yangu mzee. Shida. Maisha yangu nilipotoka
Asante. Sijakuwa unajua. Na mimi najua hujaniona. Naona tu mkono hapo unachagua mchele unaishia wote mdomoni. Haya sasa hapo. Sasa nikulia. So sana. Sababu leo kaja kujoin. Mtoto na matatizo yule. Sana. Yapi? Kuna matatizo. Pale alipo amjui mama yake, amjui baba yake. Mama yake mimi, baba yake mimi. Kitoto yule nimeanza kumlea bado mtoto mdogo wa miaka 2. Mama yake amekuja kumbwaga hapa. Tena bila hata kuniambia kwamba kuna mtoto hapo chini. Ndio chanzo cha Kitoi kutokumuona mama yake. Mama yake alimbwaga hapa mpaka sasa hivi hajarudi hapa na hajaonekana. Hivyo Kitoi nimemlea mimi mwenyewe. Mimi mwenyewe nahitaji kuonana na Kitoi. Nikae naye chini. Nijue mtanisaidiaje. Ndio maana umemwona katika hali kama hiyo, sio amri yake. Mama yako amekubwaga hapo kwa miaka 2 tu. Mimi nikulea na mpaka kukomesha kwa mtoto. Unajua baya na zuri. Hapo ulipo umekuwa. Mama yako ameondoka hapo miaka mingi sana. Natoka aondoke hajarudi. Hata safari hii. Sasa basi. Nakuomba. Nakushauri. Ukamtafuta mama yako. Mzee, jiji la Dar es Salaam ni kubwa sana. Hivi nahitaji kwenda kumtafuta mama yangu. Eti naweza nikafanikiwa kweli? Lakini baba, mimi naona kama unamfanyia mzito kwa sababu huyu ni mgeni. Hana pesa chakula, pesa mavazi, hata makazi. Ndio basi na hiyo. Naomba msikilize wanao. Huyu ni mwanamume na ni lazima apambane, apambanie maisha yake. Mimi leo hapa nipo, kesho sipo. Unafikiri nani atakayemsaidia huyu? Ni nani atakayemshawishi huyu akamtafute mama yake mjini? Umenielewa? Huyu ni mwanamume, lazima upambane, upambanie maisha. Tambueni, kuna watu wanatoka mijini huko Dar es Salaam kwenyewe wanakuja kuishi hapa mjini. Wanatengeneza maisha na wanafaulu. Sasa mbuse wewe, tena ni watu wadogo, watoto wadogo sana. Sasa mbuse wewe, utashinda kutoka hapa tena nakupa na picha kabisa ya mamako. Ukifika stendi kupo utaanza kuulizia pale, na mtafuta mamangu naonyesha ile picha. Ni kweli jiji la Dar es Salaam ni kubwa, lina mambo mengi, lina magari mengi, lina pilika nyingi. Lakini ninapokujua wewe kwa akili yako ilivyo, ukosi kumtafuta mama yako na ukampata. Mimi nakuelewa baba. Nitaenda na nitajitahidi kumwomba Mwenyezi Mungu ili aweze kufanikisha nipate mama yangu. Na bila shaka Mungu atakusimamia. Kwa sababu unakuwa na jambo la heri la kumtafuta mama yako. Bila shaka Mungu atakusimamia na atakulinda, utampata mama yako bila shaka. Umenielewa vizuri? Mimi nina manangu. Sio nikakwambia wewe utoke hapo uende mjini bila kukuwezesha. Mimi nikuandalia hela. Nauli nafikiri inakutosha hii mkoa.
ndio kile umeshaanza. Naomba nisaidie mzee wangu. Naomba nisaidie mzee wangu. Mzee, naomba nisaidie mzee wangu. Mzee, kwa nini kusubiri hapa? Baba. Mapesa. 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 Nenda. Naondoka naenda kumpote kwa babako amenifukuza. Amekufukuza? Yaani sielewi hata sababu. Kaje tu ananiambia sijui mimi sio mkweli, sijui sio mwaminifu mimi hata sababu. Mama tunaondoka wote. Naomba uniache. Naomba uniache hapa, wewe ni nyumbani kwenu. Pesa. Unanielewa unielewe? Mimi niko toka nyumbani. Ndio tukale. Wala sendi kukuta leo. Wewe Neri. Na mama. Njoo. Na. Mama yule kitoi. Yangu. Wewe unaletea watu ajabu hapa ndani afu unasema rafiki yako? Wewe unamuona huyu ni mtu kweli wewe unakuwa rafiki yako hapa ndani? Kwani mama huyu ana nini? Wewe ndio unamuona yuko sawa huyu, si ndio Nakwambia wewe unamuona huyu yuko sawa? Huyu ni rafiki wa kumuingiza hapa ndani. Wewe unamuona rafiki mzuri huyu kitoi na kati anavuta bangi na ni mtoto wa mtaani kabisa, anaonekana kwamba kabisa ni panyarodi huyu. Mama sio vizuri Mwenyezi Mungu. Sio vizuri nini Mwenyezi Mungu apendi nini? Lakini mama. Nani mama yako? Koma. Mama. Hapana kitoi usifanye hivyo. Hebu mpe mzigo wake. Ndio kuingia. Unaniingilia kama ndani kwangu na minywele yako hivyo ilivyo. Yaani hilo wazo kwanza usiwe nalo. Sitaki ulifikirie kabisa. Yaani uje ukae hapa. Ndio mama. Mimi mwenyewe hapa naishi nafadhiliwa. Unataka kuja kuishi hapa ili wewe. Mimi hapa napata shida. Naomba tu uendelee kukaa na baba. Mama. Unataka nikae na wewe. Nafahamu. Lakini kwa hilo unalihitaji wewe, mimi sitakukubali. Naomba ukae kwa baba yako. Mama, mimi kweli nanyanyasika. Na pia baba mimi anitaki.
Unasema hata sikumwelewi kabisa. Ziki kila kitu niko hapa kwa mama. Sikiliza Faisal. Yule ni baba yako na wale ni ndugu zako. Nyinyi ni damu moja. Ataendelea kukunyanyasa, mwisho wa yote yataisha. Wewe ni mtoto wa kiume. Unatakiwa uvumilie vyote vinavyotokea mbele yako. Umenisikia Faisal? Haya. Naomba uondoke haraka kabla babako aje. Basi mama. Faisal, mama, kuwa makini na hayo ninayokuambia. Sawa. Habari yako Neli? Vipi Kitoi? Safi, mambo? Kitoi, naomba unisamehe sana na wala sikupanga mamangu akufanyie vile. Ngoja nilihuzunika sana Kitoi. Unajua Neli, mimi nimeshakusomea toka muda mrefu. Alafu usitoshe, Neli, mimi hujanikosea. Hata mama yako pia hakunikosea mimi. Ila kikubwa kilichokuwa pale, mama yako alikuwa anifahamu mimi. Laiti kama angelikuwa ananijua, basi singefikia wakati wa kuzungumza maneno makali. Ni kama umenisamehe na shukuru Kitoi. Mimi nimekusamehe sana. Unajua Neli, mtu yani mzazi kama mzazi, anapomwona mtoto wake anamkaribisha mtu katika nyumba yake bila kumwambia kitu chochote, lazima kuna kitu atakuwa anajikuta kutokea. Lakini mimi sihisi kama kuna tatizo lolote kati yangu mimi na wewe na mama yetu. Mimi nimeshasahau. Wewe ni ndugu yangu Kitoi. Unaelekea wapi sasa? Sasa hivi naenda juu kwenye mihangaiko. Mimi na sababu ni mkubwa kaniagiza mara moja. Hapo juu. Basi sawa ndugu yangu, haina shida. Haina noma. Haya bwana Neli, tutaonana. Sawa sawa. Wanituliaje? Umezoea? Nakuuliza umezoea? Sio mfuate mama yako kuja kupikia. Kupikia wenzio tu mpumbavu ni hebu acha hapa. Kama ukipata chakula tu. Wewe. Nini tena? Nini? Vita, kuna nini? Amechukua chakula wangu amenitemea mate baba. Kwa maana hiyo wewe kazi yako kumtesa mtoto wangu, si ndio? Hamna baba. Wewe hebu jiangalie wewe na wewe unafanana. Sasa ndio ujue kwamba wewe mimi ni mwanangu, wewe sio mwanangu. Wewe una kaka yako huko. Sasa kachukue nguo zako utoke nisikuone katika nyumba yangu. Umeelewa? Sita. Ondoka kwa nyumba yangu. Mimi chukua. Nenda kachukue nguo zako. Kachukue nguo zako na nisikuone tena hapa. Shezi kubwa wewe. Kwa hiyo ushamkana nipako ukija hapa kaza hiyo cheza zako, ndio? Kwenda. Baba ni ondoka na nisikuone mchezi kubwa wewe. Ole mwanangu. Mchezi huyu. Tabia mbaya sana. Kwa kazi yake kupiga tu hapa, si ndio? Kila mimi ni tabia yake. Wakiambiwa chakula kwa nyumba kwa bila kukuliwa lazima kufanya. Binadamu bwana hawana jema, mwishi kwa akili kuwavumilia. Peze ya lawama kusemana, yote ni changamoto hivyo tambua. Kigombana muweke kando kipuuzia, haina maana kugombana kajutia. Tunaishi nao japo changamoto, tunaishi nao. Nyamaza basi uniambie vizuri.
Sasa akachukua chakula changu na kutemea mate. Nyamaza Fei. Alafu kuna kitu unanificha mama yangu. Nakuficha nini Fei? Niambia wewe. Kumbe mimi na kaka yako. Mama, ukweli una kaka yako, lakini ni historia ndefu, na ni historia ndefu sana, lakini naomba unisamehe. Nilifanya haya yote kwa ajili yako wewe na kwa ajili ya kwangu mimi. Sikutaka kurudia tena makosa yale yaliyotokea. Sikutaka uteseke kama ulivyoteseka kaka yako. Naomba unisamehe sana. Najua mwanangu Victoria anaishi maisha ya shida. Yote kwa ajili yangu mimi. Lete Simba si. Mimi sinaiona tu. Hebu niangalie Simba. Mama. Wewe mtulia bwana. Hebu tulia. Mambo ya ushamba hapa. Unaona nini? Wazi! Uliniambia ulipenda ndugu yangu kitu. Naomba uniambie ukweli wote. Mimi nahisi kuna kitu unanificha. Ukweli ni kwamba nimemfanyia unyama sana Kitoi. Kitendo cha kumkana mbele ya baba yako.
Na pamoja na hayo, huko kijijini That's so technic. Uamuzi uliochukua ni ngumu. Mimi siwezi kuishi na huyo mtoto. Huyo mtoto bado anahitaji malezi ya mama, na wewe ndio mama yake halisi wa huyo mtoto. Sikushauri wewe uende mjini. Unajua maisha ya mjini ni magumu, ni mara 100 maisha ya hapa. Ni heri ya hapa kijijini. Unaweza kwenda hata kwa rafiki yako ukatuma matembele, ukatuma mchunga, kisambu, ukala. Kuliko huko mjini. Mjini kila mtu na maisha yake. Kila mtu kivyake. Mimi siafiki wewe uende mjini. Hakuna kusaidia. Wewe ndio kumsaidia. Naona mtoto umetenga. Isitoshe tujana siku ya 3. Naomba nisaidie.
unakumbuka. Baba, Ndio, unakumbuka. Ndio nakumbuka. Sio kwa pamoja. Ndio nakumbuka. Wewe na sisi sio unakaa na sifa sifa. Baba kani mimi nifanyaje? Baba nifanyaje sasa? Kwa hiyo baba vipi? Ndio. Nakumbuka. Ndio. Mama. Tulia kwanza, sisi ndio kwa kufanya nabii wewe, historia yetu. Sikia bwana chana. Toi, kuna nini? Umesimama Toi. Nini? Umetokea nini? Kuna mtu anakupiga. Unakupiga namna hii? Hebu twende huko. Kwa binadamu ni kitu kikubwa na ni kitu muhimu sana katika maisha yetu. Ndio siku moja mimi nilikuwa natembea katika maisha yangu. Nikakuta vijana wawili na mkamba vijana. Nikajitahidi kwenda kutoa msaada ya ule labda kuita wezi. Kweli wale vijana wakakimbia. Sasa leo nilipokutana nao tena wakawa wamefanya kama wanalipiza kisasi. Kitoi. Hapa mjini, yaani ukikuta watu wanafanya yao usiingilie hata kidogo yani. Mimi nilikuwa sifahamu. Yaani usiingilie kabisa. Ndio mjini watu wanavyoishi hapa. Kwa vitu kama hivyo Kitoi. Usijaribu kuingilia hata kidogo yani Kitoi. Hii ni kwa sifahamu nili bado. Lakini nilikuwa nalijua basi siani kama nilijua ningependa kuletea. Nilikwambiaje kuhusu hiki kijana? Sawa mama, shikamoo. Sasa shikamoo zenu. Naingia ndani, nikitoka nisimfungue. Mama. Bwana poa bwana, hapa hakuna tatizo. Tatizo swala la mautaji tu hapa yetu. Kama hapa bora bana. Kama hapa. Yalopita mpita. Ya leo. Huo ndugu yetu. Naosha kwa ndugu yetu. Kaka hawa watanipiga hawa rafiki zangu ndio maana nikakuleta hapa. Sawa. Pita magetoni. Ili mpi. Kaka ananipiga hawa. Karibu. Bwana. Anipiga. Dazzle Technique.
Kaka samani. Ya sana. Kuna mtu sisi namjua anaitwa Kitoo. Kitoo. Basi. Naweza kumsaidia kumoja. Utali? Watokea wapi? Mimi naishi hapa kwa wakati hapa. Kwa wakati. Unaishi? Sina hela. Ndo. Ila leo nimekuja kwa nia moja tu. Mama amesema naomba umsamehe Kitoo. Katia naomba unisamehe na mimi. Wewe utambue kitu chochote. Maisha yangu niliishi kama mfungwa ndani ya muda mrefu sana. Faisal, wewe utambue mimi nimetoka wapi. Faisal, mimi nilipata tabu sana kipindi ninapomtafuta mama yangu mzazi. Cha ajabu mama nilivyomuona alivyonikataa. Thamani yangu alishusha sana. Hebu wewe jiulize Faisal, kama mimi sio mtoto wake, mimi mama yangu ni nani? Ajui mimi mwanae nakula nini? Ajui mimi mwanae naishi vipi? Kizazi chake hakiwezi kuzaa mtoto kama mimi. Kwa nini unaniita mimi? Kitoo, usiseme hivyo. Kitoo, mimi ndugu yako. Sawa. Faisal, mimi wewe hujanikosea kitu chochote Faisal. Wala mama yako mimi hajanikosea kitu chochote, ila mimi sio mtoto wake. Na wala Faisal, mimi wewe sio ndugu yangu. Hapana Kitoo. Ni sababu ya yote. Ona sasa. Nimeenda kwa Kitoo. Anitaki kabisa. Anitaki kabisa. Na mimi naambia mimi sio mdogo wake. Hivi nadhani inakuwaje mamangu? Kwani unaweza kufanya vile? Kumbuka ile ni tamu yako. Faisal mwanangu. Ile neno nakwambia kila siku. Mimi sikufanya hivyo kwa ubaya. Nampenda sana Kitoo. Nawapenda sana wanangu wote. Lakini nilifanya hivi kwa ajili yako. Nilichotaka mimi upate elimu. Kitoo nimemwacha katika maisha. Yaani sijui kama alipata elimu. Umenielewa? Nilifanya hivi ili baadaye uje kunisaidia. Omba unisamehe mwanangu. Kwani hutaki kunielewa lakini mimi damu yako. Usingefanya mambo kama haya. Hivi kwa nini Mungu kila siku sisi? Kila siku sisi tu.
Nafahamu Kitoi amefanya hivyo kwa ajili ya heshima, lakini ipo siku atanielewa. Kwani binadamu kazi. Kwani binadamu kazi. Oh, bichiboi hizi mbona kama hivyo? Oh. Sasa mtu kabisa anaonekana na mawazo tabaje. Hiyo somo kwa kitu. Kuna muda mwingine nakaa nafikiria alafu naona mawazo yangu yanashindwa kufika mbali kutokana na maisha yangu ambayo naishi. Naona kabisa macho yangu yamejaliwa na ukungu ambao ni mgumu sana kutoka kwa haraka. Dogo. Sasa ndugu wangu. Mengi sana alizungumza. Alisema yuko tayari kurudisha udugu na mimi yetu ilikuwa kitu kimoja. Lakini nilishindwa. Nimejisikia vibaya sana kwa mengi aliyozungumza mdogo wangu. Lakini nilishindwa kumuelewa kwa sababu mama alishazungumza kizazi chake hakiwezi kuwa kufanana na mtoto kama mimi. Mimi nikamwambia tu siko tayari kuwa na udugu na wewe wala kushia kitu chochote. Kama msaada niliompa mimi nilimsaidia tu kwanza. Lakini sikili kama hilo swali linaweza likawezekana katika maisha yangu. Hiyo budi. Unajua? Yaani hivyo ndio nakutaki? Ndio nakutakiwa. Kwa tosha kukataa kitambo. Haina haja kwa patapata, kwa shobokea kwa ajili ya shobo. Yaani pale nyenye natulia maskani kula na kanyagia fresh. Mandhari kama hayo sio fresh, yani kwa patapata si kupiga magoti kitu kama hivi na kwa pendezi. Umeelewa mwanangu? Yanaponyesha kwa kataa kila siku. Yaani hata kama wanakuja mpaka kufa ndio unamkataa hivyo hivyo. Na mimi safari hii nitakataa kweli. Yaani safari hii nitakataa. Kwa sababu wewe uwezekane mimi mtoto wako unanikataa. Kama wewe mama unanikataa mimi mwanao, mimi nani mama yangu? Nani mimi mzazi wangu? Ameshindwa kunilea hata kukubali kwamba mimi mtoto wake kwa sababu ya pesa, mali. Pesa ni kitu gani? Haina mwisho. Ndio cha msingi ile unajua unafunga masiko kama pale mtaani tunatulia fresh nini msosi tunakanyagia daily unajua. Harakati sio kibao kama lazima umsujudie mtu. Kumsujudia mtu kwani kuna nini? Kuna faida gani? Sasa. Basi sawa, sema mimi nakuelewa sana. Mimi nashukuru sana. Sababu nyinyi ndio ndugu zangu wa sasa. Kwa hiyo chochote mtakachokiongea nyinyi mimi nita. Sio mwanangu, sema nini? Niyafanyia wakati hapa hizo tunajua umeenda kupo. Poa sijui ni mwanangu. Unajua bado mchana tupate kunga. Poa sema ndio hivyo mwanangu. Poa. Yaani yenyewe harakati za mtu mweusi amesunajua. Hivi juu bwana. Mama. Mama amka ni sasa. Mama mbona unafanya mambo haya? Mama. Mama.
mama. Hata mama, kwa nini ndio unafanya mambo kama haya sasa? Unaweza kusema kitu gani? Mama, mama ipende ndani. Mko wangu. Mama, mama. Nachoka tena jamani. Haya maisha. Naona kitu ushazoea mazingira sasa hivi. Nimeshapazoea. Yaani naona kama naishi nyumbani ama naishi na ndugu zangu. Unajua nikwambie kitu. Mara ya kwanza wale jamaa nakutana nao wale. Nilikuwa napita. Nikakuta kuna dogo fulani wanamkaba. Simshanielewa. Na dogo mwenyewe ambaye alikuwa anamkaba na ndio dogo ambaye mimi ndio ndio umeshanielewa. Nikakuta mazingira kumsaidia yule dogo. Alafu nikampeleka kwao. Ila siku nyingine ndio nimetoka kununua chakula hivi nikakaa. Wewe vipi? Unatukumbuka? Mimi nakumbuka mjio vipi? Wewe siku ile umefanyaje? Toka ni bala. Kuna ugomvi. Hamna. Basi wakaanza kunipiga. Amenipiga. Ndio bahati nzuri. Sasa siku ambayo unanipeleka kule. Nashangaa namkuta yule dogo defender yule pale nje, alafu hapo natoka yule jamaa mwingine pale. Ndio unatetemeka namna. Unatetemeka kama yaani kabisa nikawa naona hapa mkali kaja kuniingiza kanyaboya. Nasema wale jamaa sio watu wabaya bwana. Hii kitoi. Ushafikia kuwatafuta wazazi wako tena? Nini? Najua nini nikwambie kitu kimoja leo. Maisha yangu niliishi kama mtu wakati nilikuwa naitafuta faraja ya moyo wangu ili niweze kukaa sehemu nifanye mambo yangu. Kwa hiyo mpaka sasa tu nimefikia. Naona sasa sina nafasi sasa ya kuishi kama nikiwa na mama ama nikiwa na ndugu. Bali unaona nina uwezo sasa hivi wa kuishi mwenyewe kwa sababu nishakuwa sina mzazi. Kwa sidhani labda kuna tatizo lolote mimi. Ndio tambua ni wazazi wako na nafasi bado unayo ya kutafuta. Nitatia hiyo. Naona kama kimefika hivi mara moja.
Baba nimekuta. Baba nimekuta babako mzazi. Kama ile shida baba kama hivyo namba kaniitia. Kuitia babako mzazi, nitakujazia nzi wewe. Hivyo ndio kikofu chako nadhani nimefurahia. Mamangu kwani mbaya Sasa sana. mamako akiwa na mbaya, sasa natuseme. Kumbe gani? Wewe toka, nitakucheka nini za mwizi hapa nitakujazia nzi. Mamangu anaua. Kwa hiyo kama mamako anaua, sasa atusaidia nini? Anatuhusu nini na babangu? Anaubia wote. Wewe vipi? Anali mbaya. Wewe nitokea mimi hapa. Kwanza azimu nini wewe? Na ukome kuja huku. Kama kawaida. Niambia bwana ndugu yako unaweza kutakii. Kata. Mama, nipenda kata. Bwana utamu. Niambia. Kama kwa hivi. Anapiga mama. Samehe.